Bahari Media. Langu jina ni Barton JR na hii hapa ni soka mtaani. Tunakutana na watu ambao wako mtaani, tunazungumza mastori kuhusiana na mwenendo wa timu zetu hizi hapa ambao ni Dar es Salaam Young Africa, lakini pia na Simba Sport Club kunako michuano ile ya CAF. Na sasa hivi ukikumbuka tu ni kwamba tayari wameshafuzu ile raundi ya kwanza, wote wamefanikiwa. Na sio Dar es Salaam Young Africa na Simba peke yake, lakini pia Singida Black Star na wao wako pale. Hemo leo tumekuja katika mgundi kahawa hapa. Kuna story mbili tatu ambazo tunataka tuzipige kuhusiana na mwenendo wa hizo timu zetu. Je, mashabiki wanaziona wapi? Wanaziona zikifanikiwa zaidi katika raundi ya pili? Twende tukae pamoja. Wewe ni shabiki wa timu gani? Young Africa. Na majina yako? Mimi naitwa Shaibu Chikundi. Shaibu Chikundi. Ni mkazi wa mtaa ya Chawe. Chawe hapa. Okay. Kama shabiki kindakindaki wa Dar es Salaam Young Africa, unaizungumziaje timu yako kwa sababu tayari ishafuzu raundi ya kwanza na sasa hivi inaenda raundi ya pili? Timu yangu ipo kwenye ubora ambao kikosi kipana kipo na kocha bado anaendelea kutafuta ile timu muunganyiko. Hata kama mapungufu yapo na makosa yapo, lakini timu yetu bado iko kwenye ubora ule ambao tunatarajia tufike finali. Ndio. Na unajua hapa katikati kuna mambo mengi yalizungumzwa sana kuhusu kocha wa Yanga ambaye ni Folz, kwamba mara mbinu zake hazitoshi, timu inacheza mchezaji kila mmoja individual player ndio wanaonyesha namna gani wanaipambania timu, lakini kitimu inaonekana timu bado haifanyi vizuri. Wewe nini mtazamo wako? Mimi mtazamo ambao kwangu kwa Romain Folz bado kikosi anakitengeneza na saizi anasema bado kinaingia kwenye mfumo ambao alikuwa anautarajia. Na tarehe 18 mechi ambayo anaanzia ndo tutajua mapungufu yako wapi na maelekezo zaidi kwa wachezaji atakuwa yamefika kwenye malengo. Na tayari sasa ushamtambulisha kocha mwingine, kocha msaidizi kutoka huyu jamaa amepita Kaizer Chiefs ambaye amekuja kuwa kama msaidizi wake. Vipi naye unazungumzia kocha? Ujua kocha mwingine umeongeza chachu wa kupata kikosi ambacho wanapata cha kwanza, cha pili na cha tatu, kwa sababu ile timu ina vikosi vitatu. Tunapigania story ni shabiki wa Yanga kindaki sana. Natamani nimpate shabiki mmoja wa mnyama basi ili aweze kuchagiza chochote kitu. Shabiki wa mnyama. Shabiki wa mnyama, wewe nimfuate huku. Nimfuate shabiki wa mnyama hapa. Nimfuate shabiki wa mnyama, soge tupige story hapa. Kwa majina naitwa Abdalisa Saidi. Ni mnyamani kweli kweli. Kindaki. Umemsikia mtani wako kule alivyokuwa na jinasibu kwamba wao hata raundi ya pili wanavuka? Ndio. Nini maoni yako kuhusu chama lako sasa? Unalionaje? Raundi ya kwanza tayari ilishatoboa. Kwa awamu inayofuata na hata sisi tunavuka kama wao wanavyojinadi kwamba wanavuka, na sisi kwa kweli tunavuka. Kutokana na kikosi tunachokutana nacho na ubora wa timu yetu inavyoendelea kuwa bora siku hadi siku. Kwa hiyo kwa hatua hiyo tuna wasiwasi, tunavuka. Umetambulisha kocha mpya. Je, unamwamini? Namwamini sana. Cha msingi ni wachezaji kufuata formula ya kocha, wafuate mazoezi ya kutosha, wakifuata kile anachokitaka yeye tutafika mbele. Naam, mtazamaji wa Bahari Media, kama nilivyokuambia leo nitakuwa chawi na kama tulivyoanza mwanzo pale tumezungumza na watu kadhaa ambao ni mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa, lakini mashabiki wa mnyama. Na hapa pembeni yangu kuna shabiki kindaki kweli kweli. Na ukisikia shabiki lialia wa Mwananchi, bwana, mimi nisikupotezee muda au nisikunyime uhondo kwa sasa. Hebu twende moja kwa moja tukazungumze naye. Kwanza majina yake ili uweze kupata kumfahamu vyema zaidi. Brother, habari yako? Salama kabisa. Habari yako na wewe? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Majina yako matatu kama? Naitwa Adilu Abdalla Nangonga. Adilu Abdalla Nangonga. Mwananchi kindaki. Tena wa kutisha, wa kuumia kabisa. Sasa tunazungumza hapa leo mwendelezo wa timu zetu hizi mbili, Dar es Salaam Young Africa pamoja na Simba kunako michuano mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika. Tumeona raundi ya kwanza tayari tushapenya, lakini sasa tunatarajia kukutana na wapinzani wetu ambao ni Strikers ya Malawi kama sikosei. Unawatazamaje kwanza wapinzani wako? Kuifunga Yanga ni ngumu. Kwa goli 28 kwa ligi ya Malawi, yani ukiweka mfanano wa ligi ya Malawi, yani ukitai ligi ya Malawi na ligi ya Tanzania, kiukweli tumewaacha. Ila mpira ni mpira. Chochote kinaweza kutokea kwenye mpira. Na kwa ubora wa Yanga tunaujua ubora wake.
Kwenye backline hakuna shida, kwa sababu watu tunaongea leo Yanga haichezi vizuri kuanzia katikati kwenda mbele. Kwa mtazamo upi katika formation ya sasa hivi au kocha Folz? Unamwonaje kwanza? Kocha apewe muda. Apewe muda. Kwa sababu ni ngumu. Hata Nabi alipokuja Yanga alisema anaomba miezi 3. Mpira sio mchezo wa kulala tu umeamka ucheze ushinde. Huko hivyo. Mpira ni mifumo. Mpira ni mfumo na ni kweli. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba nazungumza na watu wa mpira. Huyu jamaa anaonekana ni mtu football anaielewa vizuri kabisa kindaki. Bwana Adilu Nangonga. Tambulisha kocha mwingine kutoka ndio Patrick Mabedi. Malawi. Kutoka Malawi. Ambaye naye anatoka kule kwa upinzani wenu unakotoka. Maana yake hii ni tactic kwamba mmemchukua mtu ambaye anatoka Malawi ili mje muabonde vizuri. Hapana. Nilichokiona hapo uongozi wa Yanga wameangalia falsafa za mpira wa kusini mwa Afrika. Huyu kocha tulienaye alikuwa Mamelodi Sundowns kwa muda mrefu na amekaa Afrika ya Kusini muda mrefu sana. Hata huyu kocha ambaye amekuja Yanga alikuwa Baroka Swallows, baadaye akawa caretaker pale Kaizer Chiefs, akafundisha Kaizer Chiefs kwa muda. Akawa kocha timu ya taifa ya Malawi kwa miaka 2. Kwa hiyo nilichokiona hawakutaka kuweka tofauti sana ya maana mpira una kila upande una natural ya mpira. Ndio maana akaamua kumleta kocha ambaye anaendana na yule. Kule anakotoka wote waje kuingiza mifumo ndani ya Yanga. Wasichelewe kuzoeana. Paulo Kaizer Chiefs. Kienda pale hata leo nikisema mimi mdogo wake Patrick Mabedi napewa kiti na chai na kunywa. Bwana we. Kwamba nikienda leo Kaizer Chiefs nikaambia mimi mdogo wake Patrick Mabedi huyu kocha Yanga mpya. Mimi napewa kiti na chai na kunywa. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba kazi yetu si ni kusogezea zile story mtaani, wadau wanazungumziaje mpira, wanazungumziaje timu zao. Na hapa sasa umeweza kuona na kusikiliza maoni ya wadau na washabiki wa mnyama, lakini pia mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa.